rafiki zangu ambao mnaonisikiliza kwamba hamuwezi mkamtumikia Musa pamoja na Kristo, kwa sababu Musa Mungu alimpa ubwana kwa wale wana wa Israeli kwa wakati ule. Ukisoma katika hiki kitabu cha Wakorinto wa kwanza 10 mstari wa 2 utaona kwamba wote wakabatizwa kuwa wa Musa ndani ya ile wingu na ndani ya ile bahari. Yaani wote walibatizwa kuwa wa Musa kama vile sisi tunavyobatizwa kuwa wa Yesu. Kwa wakati ule wale wana walibatizwa kuwa wa Musa, kulingana kwamba ukisoma katika kile kitabu cha Malaki chapter 4 verse 4 kwamba Mungu alimpa Musa ile sheria, yani ile Torati, ili iweze kuongoza wana wa Israeli wote. Kwa hivyo hatuwezi tena kuhudumu katika ile sheria, wala hatuwezi tena kuwa wanafunzi au watu wa Musa au wale watu wanaohudumu katika ile sheria ya Musa kwa wakati huu. Hapana. Ndio maana ukisoma katika kile kitabu cha Waebrania 3 kuanzia mstari wa 2 hadi mstari wa 6. Waebrania 3 kuanzia mstari wa 2 hadi ile mstari wa 6, tuone kwamba halikuwa mwaminifu kwa yeye aliyemweka, kama vile Musa alivyokuwa mwaminifu katika nyumba ya Mungu. Kwa hivyo tunaona kwamba kwa yule aliyewekwa ambaye ni Yesu, kama vile Musa alivyokuwa mwaminifu katika nyumba yote ya Mungu, Yesu anaonekana anastahili heshima kubwa kuliko Musa, kama vile mjenzi wa nyumba alivyo wa heshima kubwa kuliko nyumba yenyewe. Kwa hivyo tunaona kwamba Yesu ameonekana anastahili heshima kubwa kuliko Musa. Kwa nini? Kwa sababu wakati wa Musa na wakati wa Yesu ni wakati tofauti kabisa. Ule ni wakati ulikuwa wakati wa manabii wote waliotabiri kuhusu nani? Kuhusu Yesu. Kwa hivyo utasoma katika kile kitabu cha Luka 24 kuanzia mstari wa 28 kwamba Yesu akiwaambia wale manabii wote yale walikuwa wanayasema yalikuwa yanamaanisha mimi. Sasa mimi nimekuja. Kwa hivyo Kristo akishakuja tena tuwezi rudi tuweze tena kuhudumu katika wale manabii walikuwepo hapo awali. Ndio maana ukisoma katika hiki kitabu cha Luka 16 mstari wa 16 kwamba inasema kwamba Luka 16 mstari wa 16 maandiko yanasema kwamba sheria na manabii vilihubiriwa mpaka kuja kwa Yohana Mbatizaji. Tangu wakati huo habari njema za ufalme wa mbinguni zinahubiriwa na kila mmoja hujiingiza kwa nguvu. Kwa hivyo sheria na manabii vilihubiriwa mpaka kuja kwa Yohana Mbatizaji. Kwa hivyo Yohana Mbatizaji ndiye alikuwa nabii wa mwisho, akiwakilisha sheria, akiwakilisha manabii, akiwa kama nabii yeye mwenyewe, akiwa anamtambulisha Yesu. Kwa hivyo sheria yote ilikuwa inatufikisha kwa Yesu mwenyewe. Ndio hiyo sheria ikwishe, yaani haingeendelea zaidi hiyo sheria. Tunaelewana rafiki zangu kwamba sheria yote ilikuwa inatufikisha kwa Yesu mwenyewe. Kwa hivyo hii sheria haingeendelea zaidi ya hapo. Ndio maana ukisoma katika kile kitabu cha Warumi, ukisoma katika kile kitabu cha Warumi 10 mstari wa 4, Warumi 10 mstari wa 4, ambayo inasema kwamba kwa maana Kristo ni ukomo wa sheria ili kuwe na haki kwa kila mtu aaminie. Yaani Kristo Yesu ndiye mwisho wa sheria, ili kila mtu aaminie haisabiwe haki bure. Kwa hivyo hatuwezi mhudumia Musa tena tumhudumie tena Yesu. Hapana, hilo halipo kabisa. Kwa hivyo
hatuwezi tukawatumikia mabwana wawili. Yaani hatuwezi kuwa kwa neema wakati mwingine tena tuwe katika sheria kwa wakati mwingine. Hilo halikubaliki na hakuna andiko linalokubali hilo jambo. Kwa hivyo rafiki zangu, napowaelezea hapa kwamba hatuwezi tukamtumikia Musa pamoja na Yesu kabisa, hilo halipo kabisa. Ndio unaona kwamba wakati wale watu walipobatizwa kwa wa Musa, tena tunaona kwamba sisi wenyewe tunabatizwa kuwa wa Yesu. Yaani ubatizo tunao ni umoja tu peke yake. Hatuwezi kuwa na ubatizo mbili, yaani ubatizo wa Yohana ule wa maji na ubatizo wa Yesu ambaye ni wa Roho Mtakatifu. Yaani hatuwezi changanya, Yesu na Musa, hapana. Ndio maana unaona Yesu anastahili heshima kubwa kuliko nani? Musa. Yaani Yesu ni mkuu. Ndio unaona ukisoma katika kile kitabu cha Yohana, kusoma katika kitabu cha Yohana 3 tukisoma mstari wa 26 na tusome tena tusome hadi mstari wa 30, kwamba maandiko yanasema kwamba wakamwendea Yohana wakamwambia, Rabi, yule mtu aliyekuwa pamoja nawe ng'ambo ya mto Yordan, yule uliyeshuhudia habari zake, sasa anabatiza na kila mtu anamwendea. Wanafunzi wakamwendea Yohana wakamwambia, yule mtu uliyekuwa pamoja nawe huko sasa anabatiza watu wengi, na watu tena wengi wote wanamwendea yeye. Yohana akawaambia nini? Yohana akawajibu, hakuna mtu yeyote hawezaye kupata kitu chochote isipokuwa kile tu alichopewa kutoka mbinguni. Naona Yohana akamwambia, yaani hakuna mtu yeyote hawezaye kupata kitu chochote isipokuwa kile tu alichopewa kutoka wapi? Kutoka mbinguni. Yaani Yohana alijishusha, alizidi kuwa mdogo ili Yesu azidi kuwa mkuu zaidi. Ndipo naona watu wa sheria hawataki kushuka chini sheria iondoke. Yaani hawataki sheria iondoke kabisa. Wao wanakwama katika sheria, hawajui kwamba wakati usio wa Musa. Rafiki zangu, mstari wa 30 inasema, yeye hana budi kuwa mkuu zaidi na mimi nizidi kuwa mdogo. Yaani Yohana anasema Yesu azidi kuwa mkuu na mimi nizidi kuwa mdogo, kwa sababu alisema yeye sio Kristo ila ametumwa amtangulie. Na tunajua sisi vizuri wote kwamba Musa alitumwa na Mungu. Kwa hivyo Musa alizidi kuwa mdogo ili Yesu azidi kuwa mkuu. Ndio maana tunaona kile kitabu cha Waebrania 3 ambacho nimekisoma kimesema kwamba Yesu anastahili heshima kubwa kuliko Musa. Kwa hivyo wale watu wa sheria ambao hawataki sheria iondoke, rafiki zangu, hamuwezi kuwa na ubatizo mbili, hamuwezi kuwa na mabwana wawili, kwa sababu kumbuka kwamba ubatizo tunao ni mmoja tu, Mungu ni mmoja tu, Kristo ni mmoja tu, na Roho Mtakatifu ni mmoja tu, na hili neno ni moja tu. Inakuaje wewe unafanya ubatizo mbili? Lazima ujue kwamba ule ubatizo wa Yohana aliyofanya ni ule ubatizo wa Musa. Yaani Yohana alikuja kuwakilisha Torati. Yaani Yohana alibatiza ule ubatizo ule wa Musa. Ndio maana wale watu walipotaka kuendeleza tu hiyo ubatizo wa Yohana, ukisoma katika kile kitabu cha Matendo ya Mitume, tutaona kwamba kuna mtu mmoja alikuwa anajitambulisha kama Apolo. Apolo alikuwa hodari katika maandiko, yaani alikuwa amesoma sana, alikuwa na injili ya Kristo ya kweli kabisa. Yaani maandiko yanatuelezea kwamba huyu mtu hakuwa anajua ubatizo wa Yesu, ngali alikuwa anajua ubatizo wa Yohana. Ndipo unaona kwamba wale wanafunzi walikuwepo pale, akina Priscilla wakamuita kando, wakamweleza njia za Bwana. Kwa hivyo hayo utayapata katika kitabu cha Matendo ya Mitume 18 kuanzia mstari wa 24. Kwa hivyo tukisoma katika Matendo ya Mitume tena katika Matendo ya Mitume 19 kuanzia mstari wa kwanza, tuna kwamba Paulo alipokuwa huko Efeso alikutana na wanafunzi. Wakati alipokutana na wanafunzi
Akawauliza, mlipoamini mlipokea Roho Mtakatifu? Wao wakasema hatujawahi sikia kwamba kuna Roho Mtakatifu. Ndio Paulo akawauliza, mlibatizwa ubatizo gani? Wakasema ubatizo wa Yohana. Yohana akamwambia hapana. Yohana alikuwa anabatiza ubatizo wa toba. Kwa hivyo Paulo akawaelezea, wakaamini, wakabatizwa kwa jina la Yesu. Nielewana? Kwa hivyo ubatizo wa Yohana ni ule ule ubatizo wa Musa. Ndio maana ukisoma katika kile kitabu cha Mathayo 3 kuanzia mstari wa 13, Yohana anasema mimi nabatiza kwa maji. Yaani Yohana alikuwa anabatiza kwa maji kama vile Musa wale watu walivyobatizwa ndani ya ile bahari ili waweze kuwa wa Musa. Hivyo na sisi tunabatizwa ili tuweze kuwa wa Yesu. Yaani ni vitu mbili tofauti, haziambatani kabisa. Kwa hivyo akawauliza katika hicho kitabu cha Matendo ya Mitume 19 kuanzia mstari wa 2, akawauliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Wakajibu hapana, hata hatukusikia kuwa kuna Roho Mtakatifu. Ndipo Paulo akawauliza, je, mlibatizwa kwa ubatizo gani? Wakajibu kwa ubatizo wa Yohana. Paulo akasema ubatizo wa Yohana ulikuwa wa toba. Aliwaambia watu wamwamini yeye atakaye kuja baadaye, yaani Yesu. Waliposikia hayo wakabatizwa katika jina la Yesu. Kwa hivyo hatuwezi kumtumikia Musa pamoja na Kristo. Kwa hivyo rafiki zangu, Kristo ndiye njia na kweli. Ndio maana ukisoma katika kile kitabu cha Yohana 5 mstari wa 45, Yesu anawaambia wale watu, lakini msidhani kwamba mimi nitawashtaki mbele za Baba. Mshtaki wenu ni Musa ambaye mmemwekea tumaini lenu. Kwa hivyo Kristo aliwaambia yeye atawashtaki ila Musa, kwa sababu Musa amewaambia kwamba msikilize yule ambaye atakayeinuliwa miongoni mwa ndugu zenu ambaye ni Yesu. Sasa nyinyi rafiki zangu mmekataa kusikiliza Yesu, mnafuata Musa, na Musa ashawaambia msikilize nani? Yesu. Kwa hivyo rafiki zangu, fuatilia injili hii, fuata Yesu, sikiliza mafundisho haya ili uweze kumpokea Yesu aondoe sheria ili aweze kuweka huru. Asanteni sana.